Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Leo tupo kwenye maombi. Leo tunaombea vifungo vya muda mrefu na vifungo vya magonjwa sugu. Leo tunajikita kwenye kuomba dhidi ya vifungo vya magonjwa sugu. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu, Mungu wa majeshi, Baba tunasema asante. Asante kwa nguvu, asante kwa afya uliotupa mpaka sasa hivi tuko hai. Asante, asante Bwana Yesu. Tunakushukuru, sifa na utukufu Bwana tunakurudishia wewe. Sifa na utukufu Bwana tunakurudishia wewe. Mungu mfalme wa majeshi, Bwana wa mbingu, Mungu mwenye sifa, tunasema asante sana. Tunajinyenyekeza madhabahuni pako, tunaomba ukatuondolee vifungo vya magonjwa sugu, vifungo vyote vya magonjwa sugu, magonjwa kama ukimwi, kansa na magonjwa yote sugu, magonjwa ya figo, tunayateketeza magonjwa yote sugu kwa damu ya Yesu Kristo. Tuombe, tuanze kwa kuomba. Tekeleke ziki mona te, magonjwa yote sugu tunateketeza. Tunasimamia kwanza mstari, tunasoma kwanza kifungu cha Biblia ili tuweze kuomba jinsi ipasavyo. Ezekieli 22 mstari wa 30. Nenda kutafuta Ezekieli 22 mstari wa 30. Ezekieli 22 mstari wa 30. Naam, tunaangalia mstari wa Ezekieli 22 sura ya 30. Ezekieli 22:30. Natafuta hapa Ezekieli 22:30. Ezekieli 22:30. 22 mstari wa 30. Nao mstari unasema hivi, tunasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka, kwa nchi nisije nikaiharibu, lakini sikumwona mtu. Narudia tena, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka, kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu, lakini sikumwona mtu. Katika huu mstari tunajifunza kwamba Mungu anamtafuta mtu atakayesimama, mtu atakayeomba. Ndio maana nakwambia mtumishi wa Mungu, omba, ambao umejiconnect kwenye hii madhabahu, omba, kwamba pale utakapoomba ndipo Bwana atatuondolea changamoto mbalimbali, ndipo Bwana ataweza kuiponya nchi, ndipo Bwana ataweza kukuponya dhidi ya magonjwa sugu. Taski tulionao kama watu wa Mungu ni taski ya kuomba. Tumepewa nguvu na tumepewa mamlaka ya kukanyaga nje na nyoka. Mamlaka hayo hatutoweza kuyatimiza pasipo kuomba. Hivyo yatupasa tuombe bila kuchoka. Tuombe asubuhi, tuombe mchana, tuombe usiku. Sasa tunaenda kuomba. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, Baba tunayateketeza magonjwa yote. Kwanza tunapoomba, tunaomba namna hii: Roho wa Bwana niko hapa na magonjwa ya ni haya, na magonjwa yangu ni haya, unayataja. Roho wa Bwana niko hapa na ugonjwa wangu ni ukimwi, naomba ukaniponye. Roho wa Bwana niko hapa na ugonjwa wangu ni figo, Baba naomba ukaniponye mtu anaumwa figo. Baba, Roho wa Bwana mtumishi wako yupo hapa na ugonjwa wake ni moyo, naomba ukamponye moyo Bwana Yesu. Roho wa Bwana niko hapa na ugonjwa wa msikilizaji ni moyo, naomba ukamponye moyo. Roho wa Bwana niko hapa na ugonjwa wangu ni moyo, naomba ukaniponye moyo wangu Bwana Yesu. Roho wa Bwana niko hapa na ugonjwa wangu ni ukimwi, naomba ukaniponye ukimwi Bwana Yesu. Roho wa Bwana niko hapa na ugonjwa unaonitesa ni uvivu, naomba ukaniponye uvivu Bwana Yesu. Omba mtumishi wa Mungu, tekeleke ziki Bwana te, sepeleke ziki Bwana te, peseleke vela kili Bwana te, peleme leke tikapakate semeleke zengizimate peseleke zikimonate pesekele kilimonate semeke zekeleke bukunate. Roho wa Bwana niko hapa na magonjwa yanayotesa ni yataje magonjwa. Roho wa Bwana niko hapa na magonjwa yanayotesa ni mkaribishe Roho wa Bwana mahali ulipo, mkaribishe Roho wa Bwana kwenye chumba chako, mkaribishe Roho wa Bwana kutoka kwenye madhabahu hii kwenye chumba chako ili aweze kukusaidia kuweza kukuponya. Roho wa Bwana, mwambie Roho wa Bwana niko hapa na magonjwa yanayotesa ni haya, ili Roho wa Bwana aweze kukuponya.
Tunaenda tena kwenye mafundisho kidogo. Tukiangalia mstari wa Yeremia kuanzia pale 18, kuna mfano wa mfinyanzi. Kuna kitu Yeremia anafundishwa na Roho Mtakatifu, vingine vinaharibika mikononi. Bwana Yesu anamwambia Yeremia kama mfinyanzi anavyovifinyanga vyombo anavyotengeneza, kama vyombo vingine vinaharibika, lakini Bwana wetu Yesu ana uwezo wa kuvifinyanga tena. Roho Bwana ukanifinyange mwili wangu tena. Roho Bwana ukanifinyange mwili wangu tena. Roho Bwana ukanifinyange mwili wangu tena. Roho Bwana ukanifinyange moyo wangu tena. Roho Bwana ukanifinyange macho yangu tena. Haja sehemu yote ya mwili wako ambapo panapoumwa, Roho Bwana akakufinyange tena na Mungu akakutengeneze upya ili hatimaye ukapone. Bwana Mungu anaweza kukuponya ukimtegemea Mungu na kumtumaini yeye. Yeye anaweza kukuponya. Roho Bwana ukanifinyange mwili wangu upya. Roho Bwana ukaufinyange moyo wangu upya. Roho Bwana ukaufinyange mguu wangu upya. Roho Bwana ukanifinyange tumbo la uzazi wangu upya. Roho Bwana ukanifinyange kichwa changu upya. Roho Bwana ukaufinyange ubongo wangu upya. Roho Bwana ukanifinyange seme kile kili mona te omba leke zeke tiki mona te seme pele kile kili mona te pese la kola kiti seme pele kili mona te feleke zeke tiki toka te seme pele vena kili mona te sipila mokila mona te sepele pekili mona te basa pala kile feleke ziki mona te basa bekele kili mona te sepele mpesili mona te sepele tiki mona te seleke zeki mona te. Roho Mungu kanifinyange tena. Bwana ukanifinyange tena moyo wangu upya. Bwana ukanitengenezee mwili upya. Bwana ukanitengenezee ubongo mpya. Taje kiungo chako cha mwili kinachouma. Bwana ukanitengenezee moyo wangu upya. Bwana ukanitengenezee tumbo upya. Bwana ukanifinyange figo zangu upya. Bwana ukanifinyange miguu yangu upya. Bwana ukanifinyange ubongo wangu upya. Leme pelekili mona te sepeleme gili mona te peseleke ziki mona te sepeleke tiki mona te sepeleke tiki mona te. Tunafundishwa pia tusimwekee Bwana Yesu mpaka. Yesu tusimwekee mpaka kwamba tunaomba tunajua Yesu anaweza kutenda hapa mpaka pale. Hapana. Tukiendelea kusoma hapo Yeremia 18, ukipata nafasi soma mstari wa Yeremia 18 yote, au Yeremia 18 kuanzia mstari wa 5. Kuanzia mstari wa 5 na kuendelea. Yeremia 18 mstari wa 5. Tunaenda kwenye Biblia. Yeremia 15 mstari wa 5 na kuendelea. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Maana ni nani atakaye nihurumia, Yerusalemu? Maana ni nani atakaye kuhurumia, Yerusalemu? Au ni nani atakaye kulilia? Ni nani au ni nani atakaye geuka upande ili kuuliza habari za hali yako? Hakuna mtu yote ambaye atageuka upande kuuliza hali za roho yako. Wewe mwenyewe unabidi umkaribishe Roho Mtakatifu, muombe Mungu Yesu, yeye mwenyewe ndo awe msaada wako. Katika Biblia ya Kiingereza inasema hivi, for who shall have pity upon thee, O Jerusalem? Or who shall bemoan thee? Or who shall go aside to ask how thou dost? Kwa hiyo tunapasa tumwombe Mungu, yeye ndo atakuwa msaada wako. Umenikataa mimi, asema Bwana, umerudi nyuma, ndio maana nimenyoosha mkono wangu juu yako na kukuangamiza. Nimechoka kwa kugairi. Kwa hiyo inabidi usimkatie Bwana Mungu tamaa. Umenikatia mimi tamaa. Kwa hiyo
tusimkatie tamaa Bwana Yesu, tukakatie tamaa mambo yote. Tunaweza tukakatia tamaa serikali, tukaikatia tamaa madaktari, tukakatia tamaa manesi, tukamkatia tamaa mtu yote, tukamkatia tamaa mzazi wako, lakini usimkatie Bwana Mungu tamaa, usimkatie Mungu tamaa. Bwana Mungu hatutokata tamaa, tutapona Bwana Yesu. Ugonjwa wote ambao ni mkubwa katika mwili wako, ugonjwa wote ambao unakusumbua, ambao umeambiwa hauna uponyaji, kuwa na imani, tengeneza imani ambayo itakusaidia uweze kupona. Hatujakukatia tamaa kwenye magonjwa yetu Bwana Yesu. Hatujakukatia tamaa kwenye ukimwi Bwana Yesu. Semeleketiki monate. Hatujakukatia tamaa kwenye ukimwi Bwana Yesu. Hatujakukatia tamaa kwenye pressure Bwana Yesu. Hatujakukatia tamaa kwenye kansa Bwana Yesu. Wewe unaweza kuponya kansa. Kama mfinyanzi anavyokosea kufinyanga vyombo vyake kama viungo, mapoti, wewe Bwana unasema utafinyanga tena. Bwana tufinyange tena miili yetu tuonekane na kansa. Tufinyange tena miili yetu tuonekane na kansa. Semekele kilimonte, sepeleke zikimonte, peselekele kilimonte, sepeleke zikimonte, peselakaleke vikimonte, semeleki. Omba mtumishi wa Mungu. Semekili monte. Omba mtumishi wa Mungu. Omba. Seketiki monte, sepeleke zikimonte, semeleki monte. Tukija tena kwenye Biblia, Kumbukumbu ya Torati 7:15. 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 Torati 7 mstari wa 15. Nasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Na Bwana atakuondolea magonjwa, na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri, lakini atayaweka juu ya wote watakao kuchukulia. Haya si maneno yangu mimi, ni maneno ya Bwana. Narudia tena. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri, lakini atayaweka juu ya wote wakuchukiao. Maradhi yote ulionao Bwana Yesu ataweka juu ya wale wote wakuchukiao. Maradhi yote yanakutesa Bwana Yesu ataweka juu. Maradhi yote ya kansa Baba kaweke juu ya wanachukiao. Maradhi yote ya kumu kaweke juu ya wanachukiao. Maradhi yote ya kutopokea vizuri na yaweka juu ya wale wanachukiao. Maradhi yote ya kutopokea, maradhi yote ya kuumiza na yaweka kwa wale wanachukiao. Semeleke tiki monate, semeleke toka kili monate, peseleke teke ziki monate, peleke kili monate, pese peleke kili monate, seleke tekiti monate, semekele kili monate, peleke seleke vili monate, peleke ziki monate, pese pili monate, sebeleke zeke tiki po, semekili monate, peleke kili monate. Mtumishi wa Mungu, usiache kuomba. Amka saa 6 usiku omba, amka saa 9 usiku omba. Na kama hujampokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, naomba nikwambie haya maneno machache. Wokovu sio dini mpya. Wokovu sio dini mpya, ni kukiri Bwana na Mwokozi wako, kumkiri Bwana kuwa Mwokozi wako, ili aweze kukusaidia usitende dhambi tena, ukawe mtakatifu. Bwana anasema kwenye Biblia anawapenda watakatifu waishio duniani. Kwa hiyo utakatifu duniani inawezekana. Tusali pamoja sala hii. Bwana Yesu, ukaliondoe jina langu kwenye kitabu cha hukumu, ukaliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu, ukaliondoe jina langu kwenye kitabu cha hukumu, ukaliweke jina langu kwenye kitabu cha uzima. Naomba ukaniondoe na ukanitoe na mateso yote. Ninakupokea wewe, ninakiri na kupokea wewe kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Amen. Usisahau kusubscribe channel hii ili uweze kujifunza mafunzo mbalimbali na uweze kujifunza neno la Mungu kupitia hapa, na uweze kujifunza maombi na uwe na consistency ya maombi. Mimi ninakupenda, lakini Mungu anakupenda zaidi. Kwa heri kwa sasa. Shalom, shalom, shalom.